Ibn Battuta TV, mwangaza kwa umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumetolea maelezo maeneo ambayo tupo hivi sasa kwamba ni maeneo ambapo limejitokeza tukio kubwa sana katika matukio ya dini yetu ya Uislamu. Nalo ni tukio la vita ambavyo vinafahamika kwa jina la vita vya Uhud. Vita hivi vilipiganwa ndani ya mwaka wa 3 wa hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na lengo ilikuwa ni kujilipiza makafiri wa Makka kwa ajili ya vile visa ambavyo vilitokea baina yao na baina ya Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Walitoka katika mji wao wa Makka wakiwa na jeshi la watu 1000. Jeshi hili lilikuwa likiongozwa na Abu Sufyan. Aligawa kikosi katika vikosi vikuu viwili. Kikosi cha kwanza alimpa Ikrima na kikosi cha pili alimpa Khalid ibn al-Walid. Hao wote walikuwa ni wazoefu katika mambo ya vita. Kikosi cha Ikrima ndo ambacho kilianza mwanzo kushiriki vita pamoja na Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi, huku kikosi cha Khalid cha pili kilikuwa kimekaa sehemu kinaangalia mazingira ya vita yanaendelea vipi, na walikuwa wanafanya hivyo kwa malengo maalum, ni katika mbinu za vita. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama tulivyozungumza alitoka katika mji wa Madina na watu 1000 baada ya kuwa rai zimemili kwamba watoke wapigane vita nje, manake wakabiliane na jeshi la maadui uso kwa uso. Manake Mtume alikuwa rai yake ni kupigana ndani ya mji wa Madina wasitoke, na ikawafikiana rai hii na rai ya kiongozi wa wanafiki Abdullah ibn Ubay ibn Salul, lakini vijana wengi wakamili kutaka ujira zaidi kwa sababu ya yale malipo waliyopata wenzao katika vita vya Badri, na wao wakaamua sasa waje uwanjani. Mtume akakubali, akavaa mavazi yake ya vita, akatoka. Wakamwambia Mtume, tunahisi kama tumekukirihisha kwenye hili. Akawaambia, ma kana linabiyin labisa la'mata harbin ayanzi'aha, hayo kwa Mtume kashavaa vazi la vita alivue arudi ndani, tunakwenda kuonana nao njiani. Basi Mtume sallam akatoka na jeshi la watu 1000. Njiani Abdullah bin Ubay bin Salul, huyo kiongozi wa wanafiki, akawa sasa anawatafuta wale wenzake adhaaful iman, watu ambao imani zao ni dhaifu kama ya kwake. Hakukusudia Uislamu, anadhihirisha Uislamu lakini ndani ya moyo wake si Muislamu, ni ukafiri na unafiki ndio aliyouficha. Akaanza kuwashawishi, kuwaambia kwamba sisi hatuna jeshi, hatuna uwezo wa vita, hatuna mbinu za kivita, tutauawa tu. Akarudi na thuluthul jaysh, watu 300 wote wakarudi wakamwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akabakia na kikosi cha watu 700. Akaja katika maeneo haya, Mtume sallam hakukata tamaa wala hakupata udhaifu wote katika hili. Alifahamu kwamba kama min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah, makundi mangapi machache yameweza kushinda makundi makubwa kwa idhini ya Allah. Alikuwa anafahamu kwamba ambaye anatoa nusra katika vita ni Allah, na ambaye anawapa waumini hasara ni Allah pia. Kwa hiyo walipofika katika maeneo haya kikosi cha watu 700, Mtume akagawa vikosi viwili vikuu. Kiongozi wa jeshi alikuwa ni yeye mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye alikaa na watu 650 katika maeneo ya chini, maeneo ya eneo ambalo tunaliona hivi sasa hapo mbeleni hapo ndio vita vilipiganwa, na eneo ambalo hili hapa ambalo limezungushiwa ukuta wetu ambao tunauona huko. Hapa Mtume sallam aligawa kikosi cha watu 650, ikiwa wale watu 50 waliobakia aliwapa kiongozi wao ambaye ni Abdullah bin Jubair, akawaeka juu ya mlima ule pale ambao tutauona biidhnillah. Kuna watu wamepanda juu hivi sasa. Mlima ule unafahamika kwa jina la Jabalul Ainaini awali, lakini hivi sasa baada ya tukio hili ukaitwa Jabalur Rumat, kwa sababu Mtume aliwaeka watu 50 maalum, wao ni walengaji mishare. Wao walikuwa sehemu ya juu, manake makafiri wanapoingia wawadiriki wao kwanza kabla ya kupambana nao wale watu wa chini. Kwa hiyo wale walikuwa ni watu 50. Mtume aliwapa usia akawaambia, la tabrahu makanakum, msiondoke katika eneo lenu, msishuke. Wa in raaitumuna yatakhattafuna at-tayr, hata muone kwamba ndege wanatudonoa katika vichwa vyetu. Hii ni kinaya kuonyesha kwamba hata mtuone tumekufa, msishuke mpaka nitoe amri yangu. Vita vikaanza, faltaqatil jayshani, majeshi mawili yakakutana kati, vita vikapamba moto, inshabbatil ma'araka. Kama tulivyozungumza kwamba kuna kikosi kimoja tu kilishiriki cha makafiri, na Mtume yeye aliweka vikosi viwili, vyote vilikuwa vinashiriki. Alhamdulillah, qaddara Allah
wale wa juu ikawa ni msaada mkubwa kuweza kuwashinda makafiri na jeshi lao kubwa. Wakashindwa, fawallau mudbirin, makafiri wakaanza kukimbia sababu ilikuwa wanashushiwa na mvua za mishari na wachini wanawadhibiti. Yani ikawa tayari wameshashindwa kabisa, wakaanza kukimbia makafiri, wakaacha mali zao za vita kwa sababu walikuwa wamejipanga. Waislamu baada ya kuona washashinda tayari ushindi wa awali, wakaanza kuokota ghanima. Ghanima ni mali ambazo zinaachwa na makafiri baada ya kuwa wameshindwa katika vita, Waislamu wanagawana. Wakaanza kuokota. Wale wa juu ambao mtume aliwaambia wasishuke wakiongozwa na Abdullah ibn Jubair, wakaanza sasa na wao kuingia tamaa ya kuja kuokota mali chini, wakaanza kushuka. Abdullah ibn Jubair akawaambia, hivi hamkumbuki usia wa mtume sallallahu alayhi wasallam? Ametuambia tusishuke katika maeneo haya hata tushinde au mpaka atoe amri yake. Hawakumsikiliza, watu 40 wakashuka, wakabakia watu 10. Khalid ibn al-Walid sasa alipata nafasi. Yeye alikuwa yuko nyuma kule, kuna maeneo ya mitende. Akazunguka ule mlima, kisha akapanda juu. Ilikuwa kuna watu wachache, akawaua wote wale waliobakia pale 10 wale, akawaua wote. Kisha sasa wao wakachukua ile nafasi waliokuwa wameichukua Waislamu. Maana yake tunasema ni nguzo kuu ya vita hivi. Wakaanza sasa kuwashambulia Waislamu ambao walikuwa wao washashughulika na masala ya mali. Sasa pale ikawa sasa tunasema mvua za mishari zinawamiminikia katika migongo yao, na huku mbele jeshi lilokuwa likikimbia likaanza kurudi. Sasa wakajikuta wamewekwa kati na kati, hawana cha kufanya. Jeshi ni kubwa, kwa hiyo Mtume sallam alichimbiwa shimo hapo, aliingia akang'olewa meno yake yote ya mbele akatoka katika vita hivi. Pia Mtume sallam maeneo yake yote hapa ya uso haya yote yalipasuka, mpaka ikasemekana Mtume sallam ameuawa na amefariki katika vita hivi. Ikawa sasa Waislamu wamedhoofika na hawana nguvu, ikabidi mpaka wale wanawake ambao walikuja kwa ajili ya matibabu nao washiriki katika vita. Masahaba waliuawa sana, bali miongoni mwa masahaba waliouawa katika vita hivi alikuwa ni Sayyidu Shuhada ambaye ni Hamza, ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu alikuwa ameandaliwa kabisa kifo chake na yule Hindu kwa ajili ya kujilipiza kisasi. Alimwandaa Wahshi, akamwambia Wahshi, utakapokwenda katika vita kazi yako wewe ni moja, kumuua Hamza, kisha unakuwa huru. Na ilikuwa hakuna kitu cha thamani kwa watumwa kipindi hiko kama kuwa na huria, kuachwa huru kutoka katika utumwa wao. Kwa hiyo alipokuja hapa akamtafuta Hamza akamuua katika maeneo haya. Mtume akahuzunika sana kwa kufa ammi yake. Fakutila 70 min as-sahaba ridwanullahi alayhim, wakaua masahaba 70 katika maeneo haya. Masahaba hao wote waliouawa walizikwa katika maeneo haya ambayo tunayaona hivi sasa. Mwanzoni ilikuwa makaburi yao yametawanyika hivi, mtu alipokufa amezikwa hapo hapo. Lakini baadaye kadri ya siku zilivyokuwa zinasogea, kulijitokeza mafuriko makubwa ambayo yalisababisha mmomonyoko wa ardhi, maana yake mpaka kufufuka baadhi ya makaburi na miili kutoka. Lakini ikakutikana vile vile miili ile ikakusanywa ikawekwa katika huu murabba ambao tunauona hivi sasa hapo, ikazikwa yote miili katika maeneo hayo. Makaburi ambayo yapo ambayo tunayaona ya wazi hivi sasa ni pale kati yale kwenye yale mawe. Pale upande wa kushoto kule linaanza kaburi la Sayyid Ash-Shuhada ambaye ni Hamza, kisha linafuatia kaburi la Mus'ab bin Umair, kisha linafuatia kaburi la Abdullah bin Jahsh. Au watatu makaburi yao yako wazi hapo, ndio yanaonekana kihistoria hivi sasa, na wamezikwa masahaba wengi akiwemo Hamdala yule aliyekoshwa na malaika na masahaba wengine ambao wamezikwa katika maeneo haya. Na msikiti ambao tunauona ule pale unaitwa Masjid Sayyidu Shuhada, ni msikiti ambao ulikuja kujengwa baadaye, haukuweko kabla, kwa sababu tayari ilikuwa tayari ushakuwa ni mji na watu wanahitaji kusali Ijumaa na jamaa, wakaamua wajitengenezee msikiti katika maeneo haya kwa sababu ya kutekeleza ibada. Katika maeneo haya tunatakiwa tujifunze jambo kubwa sana. Ni nini sababu iliyowafanya Waislamu wapate hazima, maana yake wapate hasara katika vita? Hakukuwa na sababu isipokuwa wanazuoni wote wanataja sababu moja kuu, ni isyanuhum li amri rasuli sallallahu alayhi wasallam, ni kule kuasi kwao tu amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Allah alikuwa anataka waonyeshe uzito wa amri ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anasema man yuti'ir rasula faqad ataa Allah, yule atakayemtii mtume ndio amemtii Allah. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kusikiliza amri za viongozi wetu, maana amri ya kiongozi ina uzito. Na ndio maana watu wanapokuwa hata katika safari watu watatu, basi Mtume sallam ameamrisha mmoja awe nani? Awe kiongozi wao, kwa sababu watu wakusanywe na neno moja. Kwa hiyo hakukuwa na sababu ya wao kupata hasara. Hatusemi wameshindwa masahaba.
Hasara hii ambayo Allah aliwatahini nayo ilikuwa ni sababu kule kuasi kwao amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Allah aliwapa muongozo na alitaka kuwafundisha vipi waamiliane na mtume wao. Katika mambo muhimu ambayo tunatakiwa tuyafanye tukija katika maeneo haya ni dua ya kuwaombea masahaba tunapofika katika makaburi haya. Kwa hiyo bihadha wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bado ndo tunataka tufanye hilo. Kome mtatamka au mtasoma wenyewe? Haya. Assalamu alaykum. Ya ahla ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin wa inna insha Allah bikum lalahiqun. As'alu Allah lana wa lakum al-afiyah. Hiyo ndio dua ambayo naiomba makaburini kote unapokwenda ulimwenguni. Dua pekee ambayo unatakiwa uifanye maalumu ni pale kwa mtume. Pale unamsalimia yeye kama vile anakuitikia na anakuitikia. Tumefahamiana Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.